Ndio. Leo dokta wenu Dr. Mwanja nimeamua kuchukua clip hii kidogo ili nielezee baadhi ya dawa tu kwa uchache kwa kutumia njia ya video. Naomba uwe makini ili uweze kunisikiliza. Najua ndugu zangu wengi sasa hivi mnapatwa sana na matatizo, nahangaika sana, bado hamjapata tiba sahihi ya matatizo yako. Matatizo yapo mengi ila nitaelezea mambo machache sana. Nitaelezea jambo moja upande wa wanaume, nitaelezea jambo moja kwa upande wa akina mama. Tuanze na la upande wa akina mama. Kwa sasa hivi akina mama wengi wana changamoto kubwa sana ya PID. Ndio, wengi wanakumbwa na tatizo hilo na linawaharibia mpaka mifumo yao ya uzazi. Kuna wengine wameshindwa kabisa kushika ujauzito, wanahangaika. Na mimi nawaombea dua kwa Mwenyezi Mungu wale wote wanaohangaika ili waweze kukamata ujauzito, basi Mwenyezi Mungu inshallah waweze kukamata ujauzito mapema kabisa kabla hata hatujafika Ramadhani. Kuna mtu mmoja hivi leo hapa sijaja nao, lakini ipo siku nitaelezea nikiwa na picha kamili ya huo mti. Mti mmoja unaitwa mzalia nyuma. Ni mjani tu, nikisema mti hivi mti labda mtu atajua labda ni mti mkubwa. Hapana, ni mjani tu mdogo tu, ni mzalia nyuma. Majani yake ni madogo sana na ina vitunda vimezaa, yaani huku juu ni majani fulani, chini huko ndo vimezaa vitunda hivyo vyeupe. Tauleta siku yake kwa picha, msijali. Kama una tatizo lako, chuma yale majani, nenda kachemshe, utakunywa. Kisha kwa siku nakunywa kikombe kimoja, na usiku kikombe kimoja. Asubuhi kunywa kabla haujala kitu chochote, huo mzalia nyuma. Alafu sasa mchana inatakiwa upate mti unga. Kuna unga mmoja hivi, huo hapa upo, lakini hata nikikuelekeza hapa nikikuonyesha huo unga wake hautaweza kuelewa ni mti gani. Labda tu nikutajie, kuna mti unaitwa mmawa. Mmawa ni jina ambalo linapatikana sana Kilwa kwa majina ya kilugha, sijajua kwa wenzetu wanahitaji, lakini hapa hiyo dawa ninayo. Mchana kwa wewe ambao una tatizo hilo, utabidi ukoroge uji bakuli lako moja na unga huu wa mmawa kijiko kimoja, utakunywa mchana. Inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, utapona PID yako. Naelezea kwa utaratibu kabisa, kwa upole. Ukidharau shauri yako, ukifuatilia utapata faida. Sikulazimishi, na naelezea hivi vitu bure kabisa. Na kwa yule ambaye hafahamu huu mzalia nyuma, nipo tayari kumpatia mtu bure kabisa, isipokuwa mmawa atatoa sadaka yake tu. Utakuja na sadaka yako na nitakupatia. Huo mmawa utakuwa unakunywa mchana. Kumbuka mchana hapa ndo unakunywa mmawa kijiko kimoja kwa kikombe kimoja au bakuli moja la uji mchana. Asubuhi kabla hujala kitu chochote unakunywa, unachemsha ule mzalia nyuma, na usiku muda wa kulala unachemsha ule mzalia nyuma.
tumia hiyo na utapona kabisa. Nije kwa upande wa kina sisi wanaume mabouncer, wale ambao wanahitaji ndio ambao umepungukiwa vitu fulani. Ndugu yangu, mbona dawa wewe naweza nikasema inakuzunguka hapo ulipokuwepo wewe, unaonitazama wewe, dawa inakuzunguka hapo ulipokuwepo. Naongea na wewe, dawa hii mnahangaika bure tu, mnaenda kupoteza mahela yenu. Alafu mimi najitahidi sana kama kwenye grupu kuelezea, lakini watu hamshiki hivi vitu, ila mnahangaika bure tu. Dawa moja mzuri sana Kuna mtu asiyefahamu asali hapa? Asali mbichi, iwe ya nyuki wadogo ama wakubwa, lakini neno asali. Hauna kweli asali? Na ujui hata pa kuipata wapi asali, eti mpaka uende kwa mtaalamu? Acha hizo. Sawa, mimi ukija kwangu nitakuuzia, na nauza kwa sababu ile asali naipata kwa pesa. Sio kwamba nauza kwa sababu ya labda mimi nahitaji tu niwe nayo, hapana. Nauza kwa sababu ili niipate ile asali inabidi nikanunue. Hata hii nao kuelezea lazima utatumia pesa yako. Hakuna cha ajabu hapo. Sio kwamba ukinipa hela yako labda mimi nitafaidika sana. Mimi hali yangu kama hivi, sio tajiri wala, ila ni asali pamoja na mafuta ya zaituni. Nishaiwahi kuelezea hii dawa, nakumbuka. Tena sio mara moja, sio mara mbili. Asali na mafuta ya zaituni. Chukua mafuta ya zaituni robo, asali yako, asali uchukue nayo tuseme upate kama chupa yenye mililita 150, yaani sitimie robo ile asali. Kama ni vijiko basi kama vijiko 5 au 6, changanya kwenye mafuta ya zaituni robo. Ukisha changanya, asubuhi kabla ya kula kitu chochote, kunywa kijiko kimoja cha asali. Mchana kunywa kijiko kimoja cha asali chenye mchanganyiko wa mafuta ya zaituni, na usiku vile vile. Usikutane na mwenzio kwenye lile tendo mpaka utakapomaliza dawa hiyo yenye ujazo huo wa robo mililita 250. Sasa mimi hapa nimeshakuelezea, hautaki, unataka mpaka utengenezewe. Mimi zipo natengeneza, nilizotengeneza mwenyewe, ukihitaji zipo na ninauza. Na maana mafuta zaituni nanunua, hiyo asali nanunua. Kwa hiyo nitaangalia tu mafuta zaituni nimenunua kiasi gani, asali kiasi gani, nitakuuzia. Lakini sihitaji sana pesa yako, mimi nahitaji wewe uweze kufahamu jinsi ya kutengeneza, na ndio maana kuanzisha hili grupu, na ndio maana kuelezea hata kwa njia ya video, ili wewe uweze kutengeneza mwenyewe na uache kwenda kwa mtu. Ni asali na mafuta ya zaituni. Hebu ijaribu kwanza hiyo dawa, tumia pesa yako. Yaani kitu wastani hapo, ni sijajua unaishi mazingira ya mkoa gani, lakini imezidi sana umetumia gharama labda shilingi 10,000. Ndio, labda shilingi 10,000 tu imezidi hapo. Umepona hilo tatizo. Leo hii unahangaika wapi nini?